Katika masuala ambayo nashindwa kuelewa nyewe wazazi wa kizazi kipya almaarufu kama kizazi cha .com, nashindwa kuelewa kipengele kimoja. Yaani upatikanaji wa mtoto kapatikana kwa njia za kwenda kwa waganga, njia za kienyeji. Yaani umeenda kwa waganga, umetoa kafara wanyama, umechinja mbuzi, umechinja kondoo, ndio kapatikana huyo mtoto. Halafu baadaye mtoto anakuwa, mzazi una ndoto za mtoto wako, unatamani awe kuwa mchungaji, unatamani awe padri, unatamani awe mjiristi, unatamani awe sister. Hivi kweli una akili kweli mzazi au una kitu kingine kinakusumbua? Ndio maana hao wachungaji mwingine siku nasikia tu mchungaji kala kondoo wake, mchungaji kakimbia sana kazi na sadaka kanisani, mchungaji kafanya hivi na hivi, kafanya vitu vibao, sababu mnaingiza watoto kwenye maisha ambao wao tangia mwanzo hamkuwatengenezea misingi vizuri. Unajua masuala haya ni ya kiroho. Kama mtoto kapatikana kwa njia za kienyeji, mpeleke kwenye njia za kienyeji. Kama mtoto kapatikana kwa njia za kimungu, mpeleke kwenye njia za kimungu. Maana hayo ni maagano ambayo uliyafanya wewe bila kujua. Sababu kama mtoto ulimkabidhi kwenye mizimu, ulimkabidhi kwenye nini, kitendo cha kumtoa kwenye mizimu, ulimwengu wa kiroho mwingine unashindana nao wewe. Kwa hiyo unajikuta mtoto unamweka kwenye njia panda ambao hajui aelekea wapi kwenye maisha yake. Kwenye umungu yupo, kwenye ushitani yupo. Sasa anakuwa hatabiriki yuko sehemu gani. Ndio mwisho wa siku unasikia mtumishi wa Mungu kafanya vitu ambavyo ni vikubwa ambavyo havikutarajiwa kwenye maisha, kwa sababu ya hivi vitu ambavyo leo ulivipandikiza mtoto akiwa mdogo bila kujua wewe mzazi. Kwa hiyo tuweni makini sana kwenye swala la kuandaa watoto zetu kwa ajili ya maisha ya baadaye.